Ikiwa tu kuna jambo ambalo unalifahamu vizuri, unauelewa nalo, narudia, hakikisha ya kwamba kuna kitu ambacho unakijua vizuri na upo tayari kuwatendea watu haki vya kutosha unapowafundisha. Sasa una uwanja mpana wa kutengeneza fedha kupitia simu yako, kupitia mitandao. Sisi wenyewe hapa tunafanya kazi ya kufundisha watu mitandaoni kozi za Biblia, watu ambao hawana nafasi ya kwenda vyuo vya Biblia, watu ambao hawana fedha za kwenda vyuo vya Biblia, lakini sisi tunawapa hizo kozi ambazo huwa zinafundishwa huko kwenye kozi za Biblia. Na wewe kama una chochote kile ambacho unakijua vizuri na una uwezo wa kukideliver kwa ubora vizuri, usikae na huo ujuzi, bado una uwezo wa kufanya kitu na ukapata fedha kupitia huo ujuzi. Kwa mfano, inawezekana unajua mambo ya upishi. Upishi ni eneo pana sana, ni eneo pana kabisa. Fundisha watu kutengeneza vitu vya kuuza. Kuna hizi keki, rekodi video nzuri, piga picha nzuri, keki za biashara hizi, nyama choma mbalimbali, tengeneza wadada ambao watakuwa ni mama ntilie wazuri huku mitaani. Eneo la upishi ni eneo lenye vitu vingi sana. Sasa huwa tunakutana na wadada huku mitaani ambao kwanza ni hobi yao, wao wanapenda kupika vitu vingi, wanatengeneza, lakini hawaishi hapo. Sasa kumbe unaweza ukatengeneza magrupu ya WhatsApp, ukatangaza kwamba unafundisha, ukatengeneza curriculum yako kwamba wiki hii tutafundisha chakula fulani, na wiki ijayo nitakufundisha namna kutengeneza sijui nini, wiki ijayo ndani ya wiki kama 4, na wanakupa hela nzuri na unaishi. Kuna kusuka nywele, usikae tu saluni pengine hakuna wateja, kuna wakati ambapo unakaa siku 2-3 hakuna mteja amekuja. Tengeneza picha, tengeneza maelezo, tengeneza notes nzuri ambazo unaweza kuwafundisha watu namna ya kutengeneza nywele, mnajua wenyewe. Lakini hata wakati mwingine wateja wanapokuja, ukiwa unawatengeneza, waombe urekodi video nzuri, tengeneza na maelezo mazuri, onesha vitu vya kuepuka na vitu vya kuzingatia. Fundisha watu mambo ya saluni na upate fedha, hata kama sio nyingi, lakini unapata pesa. Hata kama ni daktari, kwa mfano zile professional ambazo zinahitaji elimu nyingi, mfano daktari, unaweza kuandaa list ya maradhi, hata maradhi 50 ambayo yamekuwa yakiongoza kwa kuwa watu vibaya yamezagaa kwenye jamii zetu, yanatokana na kula vibaya, lifestyles mbaya. Ukitoka kazini, ukiwa kwenye spare time, unatengeneza notes zako, weka kwenye madarasa yako maalum ya WhatsApp. Najua kama daktari lazima uko kwenye magrupu mbalimbali ya WhatsApp, na watu wanakuamini, wanajua wewe ni msomi. Saidia watu wenye magonjwa. Siku hizi tumekuwa tukiona watu ambao wana magrupu ya labda watu wenye visukari. Ndio na mzee mmoja yuko kwenye grupu la watu wenye visukari. Sasa daktari, ukiwa unatengeneza magrupu ya watu wenye visukari, magrupu ya watu nini, hao ni magrupu maalum kwamba unawafundisha namna ya kuishi, vitu vya kuepuka, unawatia moyo, na baada ya muda wengine wanapona. Unakuwa na magrupu mapana ambayo yanafundisha watu magonjwa mbalimbali na jinsi ya kuishi kuyaepuka. Ufundisha watu namna ya kupata home remedies. Viko vitu vingi sana kwenye tasnia ya udaktari vya kufundisha. Maengineer mnaojenga nyumba, tengeneza magrupu ya WhatsApp, fundisha watu makosa ya ujenzi yapungue kwenye hizo nyumba zetu. Anza na topics kuhusu, kwa mfano, namna bora na salama ya upauaji. Mapaa ya watu yamekaa vibaya mno, yani mpaka unahurumia. Huyu mtu amejenga nyumba nzuri, nyumba kubwa, lakini unaona makosa ya kushangaza kabisa. Sasa fundisha namna ya kuepuka makosa ya plumbing. Hata kama hujui fundi akija unampa ushauri. Makosa ya wiring tunayaona, makosa ya ufungaji lenta, makosa ya madirisha, ushauri juu ya chaguzi za rangi, ushauri kulingana na location za kujenga. Kuna mahali ambapo pana udongo huu hapa panakuwa na nature hii, pajengwe kwa namna hii. Nyie mnajua maengineer. Wafugaji na wenyewe pia mna mambo mengi sana ya kufundisha. Wafugaji wa kuku, hapa ndo kuna elimu pana sana, maana kwenye eneo la ufugaji kama wa kuku ndo pana elimu ambayo inahitaji elimu isiyoepukika, yani kwa sababu unajua kufuga kuku ni ufugaji ambao unahitaji uangalifu mkubwa sana, kwa sababu kila siku wafugaji wanaamka wakilia, wanakuta kukuumia wamekufa. Watu wengine wana ndoto zinazowachoma kwenye mioyo yao, wanataka kufuga kuku wa kibiashara.
biashara, fungua magrupu ya madarasa, fundisha kwa bei nafuu, toa elimu, toa uzoefu wako. Yes, wale madaktari wa wanyama, mimea, kuna mengi ya kufundisha kuhusu ufugaji wa ng'ombe, kuku, mbuzi, wale wataalamu wa kilimo, mambo ya mahindi, maharage, mazao ya kawaida. Kuna vitu vingi ambavyo mradi tu unacho kitu ambacho unakifahamu vizuri, na unapofundisha watu wanajua kwamba hapa hatuko na tapeli, hapa hatuko na mtu anayebahatisha. Una kitu ambacho unaweza kukifundisha with confidence. Usiache kutumia ujuzi wako. Teknolojia zimekuja kwa namna ambayo unaweza ukazitumia vizuri na ukapata pesa. Watu wanaofanya biashara na kazi mbalimbali, tengeneza syllabus, fundisha kuhusu biashara za usafirishaji, mabasi, malori, madereva wanakuwa na mambo mengi sana ya kufundisha, uzoefu mwingi sana uko barabara, uzoefu mwingi namna ya kupata mizigo, namna ya kupata wateja, locations za kupata mizigo ya namna hii, sehemu kero za hivi, vitu vya kuepuka. Wana mambo mengi sana ya kufundisha. Wataalamu wa jamii ndo kabisa wana mambo mengi kwenye jamii zetu, kulivyo na matatizo mengi, matatizo ya malezi, watoto waeleweki, mambo ya nyumbani, usafi, mahusiano. Yako mambo mengi sana ya kufundisha kwenye jamii. Kwa maafisa jamii na wataalamu wa mambo mbalimbali kwenye jamii wana mambo mengi sana ya kufundisha. Sasa ukifanya kazi vizuri, ukideliver uwezo wako ulionao ukaufanya vizuri, kuna uwezekano mzuri sana wa kupata hela. Kama si ambavyo tunafanya, tunatoa elimu ya kimungu, tunafundisha kozi za Biblia kwa ubora kabisa. Kwa wale ambao wako tayari pia wasiliana na sisi. Lakini pia kama uko tayari, una wazo lako ambalo sijalitaja hapa, maana hatuwezi kutaja mawazo yote, lakini una vitu ambavyo unavijua vizuri na unaweza ukafundisha. Tunaona huko kwenye magrupu, huko kwenye Instagram watu wanafundisha mambo ya AI, mambo ya IT, graphic designs, vitu vingi. Yako mambo mengi ambayo unaweza kufundisha watu. Elimu inahitajika sana kwenye jamii zetu, na usifikiri kwamba watu hawahitaji. Ukibrandi vizuri, pia namna ya kuibrandi vizuri upate wanafunzi. Yes, kuna vitu ambavyo kijiongeza kwako wewe ambaye umemaliza chuo, una smartphone yako tu, unasubiri ajira zieleweki. Kuna vitu ambavyo unaweza kuvifanya vingi tu, una mauelewa umekuja nayo chuo, una maujanja yako mengi, unaweza ukayaorganize vizuri. Mradi uwe mzungumzaji mzuri, unaweza kuandaa notes vizuri, unaweza ukatengeneza curriculum imenyoka, unazungumza with confidence, unaweza ukaorganize magrupu vizuri, ukazungumza lugha za kiutu uzima vizuri. Una mambo mengi sana ya kufundisha. Sasa ukifanya hivyo utashangaa, mbona kwa wiki 2 nimepata 200,000? Nisingeipata. Mbona kwa mwezi nimepata labda 400,000? Nisingeipata. Lakini kuna wakati utakuwa unatengeneza 5,000,000, 4,000,000 kwa mwezi. Ni hela ambayo usingepata, na hutasubiria tena ajira, hutaenda tena kwenye kazi za watu za kufukuzana. Utakuta unaanza kitu ambacho ni permanent. So wasiliana na sisi kwa wewe ambao unahitaji kozi zetu za Biblia. Kuna kozi 15 ambazo tumeziandaa kwa ajili yako. Hakikisha kwamba unajiunga na sisi. Sisi tunafundisha kwa miezi 6, tunahakikisha kwamba tumekimbizana na wewe umemaliza hizo kozi zote. Unatoka hapo umekomaa kiroho, unatembea na Mungu vizuri, unaweza kufanya kazi za kitumishi. Wewe ni mchungaji, wewe ni nani? Usifanye kazi kama hizo bila maandalizi, na hata kama umekuwa mchungaji hujaenda chuo, hakikisha unajiunga na masomo kama hayo. Unayapata hapo ulipo. Uhitaji kwenda chuoni tu. Tofauti ni kwamba sisi hatukupi cheti kwa sababu sisi sio chuo, sisi sio taasisi, lakini tunakupa ile elimu na maarifa ya kuboresha maisha yako ya kiroho binafsi, lakini pia na huduma yako kwa ujumla. Wasiliana na sisi kwa hiyo namba hapo chini, popote pale ulipo, unajiunga nasi, tutakuunga kwenye madarasa yetu maalum ya WhatsApp. Na kama una maswali mengi zaidi jinsi tunavyofanya, unaweza kutupigia. Na wewe kama una kitu chako, kama nilivyokuambia, ujuzi ambao hujui uanzie wapi, hujui ujibrand vipi, hujui ufanyeje, wasiliana na sisi, tutakufundisha. Kuna hiyo namba hapo.